Ndugu zangu katika iman, mazungumzo yangu ya usiku wa leo ni kuwa kwamba nitazungumzia ibada ambayo ina siri adhim mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada hii inamkurubisha vile vile mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tatu, ibada hii ni amali ndogo lakini ajira yake mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni adhim. Amal basit lakini ajruhu adhim inda Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile amali hii inamleta mja kwanza karibu na muumba wake Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile inamkurubisha na kuleta mahaba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakati mwingine inasababisha mapenzi baina al-ibad. Na vile vile ibada hii inamsaidia mtu hapa duniani na kesho ukiingia kaburini na siku ambayo utasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada hii ndugu zangu ni ibada ya kutoa sadaka, ibada ya kutoa mali zetu kwa sababu ya kutafuta ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada hii ndugu zangu ni nadhira sana kuzungumziwa kama muhadhara. Mara nyingi ikizungumziwa ibada hii inazungumziwa wakati watu wanapokuwa na haja ya kuchangisha, watu wana haja ya kusaidia, lakini kuizungumzia kwa ukamilifu mara nyingi watu hawaizungumzii. Na ni ibada ambayo kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kila unavyozidi kuifanya ndivyo Mwenyezi Mungu naye subhanahu wa ta'ala anakuzidishia katika mali yako. Ndugu zangu katika iman, labda tukianza na swali ambalo ningeuliza ni kwamba ni wangapi katika sisi wanatamani au wanataka Mwenyezi Mungu awaepushe na adhabu ya moto, adhabu nar? Bila shaka sote sisi hapa tunataka na tunamuomba Mwenyezi Mungu na tunataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na moto wa jahannam. Bal moto wa jahannam ndugu zangu katika iman, atakayeepuka moto wa jahannam bila shaka huyo kishafuzu ndugu zangu, kwa sababu yote tunayofanya katika ulimwengu huu tunafanya kwa sababu ya kutafuta ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pili tunafanya kwa sababu ya kuepushwa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akafungamanisha kufuzu kwa mwanadamu duniani na akhera ni kuepushwa na moto wa jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura al-Baqara, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wama al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Na yote yule ambaye atakayeponea chupu na moto wa jahannam faqad faz, huyo amefuzu, wallahi amefuzu, wa rabbul Kaaba. Kwa sababu wewe ukishaponea moto wa jahannam umeingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala mukhalladan fiha, hakuna kuchoka ndani, hakuna kuzeeka, hakuna kuwa mgonjwa, ni naim muqim fil janna. Na hiyo ndio kufuzu hakiki. Allah subhanahu wa ta'ala akasema yoyote atakayepitishwa na akaponea kupitia moto au adhab nar akaingia aljanna fakad faz, amefuzu. Wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, na haikuwa maisha ya dunia isipokuwa ni udanganyifu, ni khayal, ni illusions ambazo hazitomsaidia mwanadamu. Kwa hiyo ndugu zangu katika iman, la shaka kila mmoja wetu ghaya yake kubwa ni kuepushwa na moto wa jahannam. Lakini ni zipi sababu ambazo zitamwepusha mwanadamu na moto wa jahannam? Sababu zipo nyingi, lakini mojawapo katika sababu ya mwanadamu kuepushwa na moto wa jahannam ni yeye kutoa sadaka. Unapotoa sadaka ndugu zangu katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala atakuepusha na moto wa jahannam. Kama ilivyokuja katika hadithi sahihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma minkum min ahadin
illa sayukallimuhu Allah yawm al-qiyama laysa bainahu wa bain Allah tarjuman. Anasema Mtume SAW, hakika kila mmoja wenu siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atamsemesha, hakuna tarjuman baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu wa kukufafanulia au kutafsiria maneno Allah subhanahu wa ta'ala, laysa bainakum wa bain Allah tarjuman. Kisha Mtume akasema, fayanzur aymanahu, huyu mja ataangalia kulia kwake, fala yara illa ma qaddam, ataangalia kulia kwake baada ya kusemeshwa na Mwenyezi Mungu, ataona kulia kwake hakuna ila ile amali zake alizotanguliza. Fayanzur ash'ama minhu, kisha ataangalia kushotoni mwake, fala yara illa ma qaddam, hataona isipokuwa kile alichotangulisha. Fayanzur amama, kisha ataangalia mbele yake, fala yara ila an-nar, isipokuwa ataona moto. Fattaqun nar walau bishiqqi tamra. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema siku ya kiyama mtu ataangalia kushoto, ataangalia kulia, ataangalia mbele yake. Kulia ataona amali yake, kushoto ataona amali yake, mbele yake ataona moto wa jahannam, na hakuna kitakachomwokoa huyu mwanadamu na adhabu ya Allah illa japokuwa kutoa kipande cha tende. Anasema Mtume SAW, fattaqun nar walau bishiqqi tamra, ogopeni moto wa Allah subhanahu wa ta'ala japokuwa kutoa kipande cha tende. Bimaana, ndugu zangu katika imani, sadaka hata kama ni ndogo kiasi gani, ina mizani kubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Inaweza ikakuokoa na moto wa jahannam, inaweza ikaongeza uzito katika mizani yako. Wa ala sabil mithal, katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anahadithia kisa cha Banu Israil ama visa vya Banu Israil, na vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi nyingine ama katika riwaya, hadith an Bani Israil, zungumzieni kuhusiana na visa vya Banu Israil, fala tusaddiquhu wala tukadhibuhu, msiwasadiki wala msiwapinge. Enda ikawa wakati mwingine mkapinga visa vyao vikawa ni sahihi, na wakati mwingine visa vyao vikawa sio sahihi. Hasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hadith an, toeni habari zao. Kuna baadhi ya visa vya Bani Israil vya kweli, kama hii ilikuwa katika Sahih Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, akihadithia kisa cha mwanamke katika Banu Israil. Huyo mwanamke alikuwa baghi, alikuwa ni mtu malaya, anauza mwili wake, anajiuza barabarani, anauza zina. Yawm min al-ayyam, huyo mwanamke anatembea barabarani, anasikia kiu, akaenda kwenye bir, kisima cha maji, anataka kunywa maji. Akifika pale akamwona mbwa, kalb yalhath, mbwa anazunguka, anatoa ulimi, mate anamdondoka kwa sababu ya kiu. Yule mwanamke kahaba akaiambia nafsi yake, huyu mbwa anachokisikia ndicho anachokisikia mimi. Bimaana mbwa anasikia kiu na anasikia kiu ya maji. Akachukua kiatu chake yule mwanamke, akamchotea yule mbwa maji, akamnywesha yule mbwa maji. Fashakara Allah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamsamehe madhambi yake kwa sababu ya kumnywesha mbwa maji. Sadaka ndogo kama hii, je, ukimpatia mwanadamu maji? Je, ukimlisha mwanadamu chakula? Ndio Mtume akasema, fattaqun nar walau bishiqqi tamra, ogopeni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala japokuwa kutoa kipande cha tende katika sadaka. Kwa ndugu zangu katika imani, fadhila za sadaka ni nyingi sana, na mojawapo ya fadhila ya sadaka ni kwamba Mwenyezi Mungu atakuepusha na moto wa jahannam. Na bila shaka biha nudandin, sote tunakimbilia katika hilo la kumwomba Mwenyezi Mungu atuingize fil janna na tuepushe na adhabu nar, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Baqara, akitufundisha dua ya kusema, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Mwenyezi Mungu tupe wema wa dunia na utupe wema wa akhera, na utuepushe na moto wa jahannam. Na mojawapo katika sababu ya mtu kuepushwa na moto wa jahannam ni kutoa sadaka, kuwa mwingi wa kutoa sadaka. Ndugu zangu, shiqqi tamra ni kipande, sio tende nzima.
nusu ya tende. Tende moja ni kiasi nusu. Lau kungelikuwa na kitu ambacho kina thamani ndogo zaidi ya hiyo, basi mtume angetueleza. Nusu ya tende, ndugu zangu, thamani yake ni ndogo sana, na ndio maana Mwenyezi Mungu akajalia kupitia alisani ya bwana mtume kwamba sisi tujitahidi kutoa sadaka japokuwa kipande cha tende, na hii ni mojawapo katika fadhaili ya sadaka. Jambo lingine, ndugu zangu katika imani, bila shaka sisi siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatufufua. Baada ya kufa tutafufuliwa tena yaum min al-ayyam, ama siku ya kiyama. Na kufufuliwa kwetu, amesema Mtume sallam katika hadithi iliyopokewa katika vitabu vya hadithi, anasema yub'athu an-nasu yawm al-qiyama hufatan ura ghurlan. Siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatufufua katika hali ya kwamba sisi tuko uchi, hatuna nguo, hakuna suti, hakuna kanzu, hakuna jilbab. Hufatan, hatuna viatu. Ura, tuko uchi. Ghurlan, wanaume mtafufuliwa katika hali ya kwamba nyinyi hamjatahiriwa, mtakuja kama mlivyozaliwa. Ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema, walakad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, hakika mmetuijieni sisi kama tulivyoombeni nyinyi kwa mara ya kwanza. La shay, hauna chochote, hauna mali, hauna wadhifa, hauna mke, hauna watoto, hauna nguo, hauna chochote siku ya kiyama. Tena siku hiyo baada ya kufufuliwa uchi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, tadnu ash-shams ala ru'us al-khalaiq yawmaidhin qadru mil. Allah Subhanahu wa Ta'ala hili jua hili atalishusha katika vichwa vya watu siku ya kiyama umbali wa maili moja. Maili moja. Unajua sasa hivi wataalamu wanatuambia kwamba jua liko umbali wa maili 93 milioni, 93 million miles away from the earth. Maili milioni 93 ndio jua umbali wake kutoka katika ardhi hii. Na angalia, ikiwa joto tunawasha hizi fan, tunatafuta mahali kuna mkeifu AC, natafuta nguo nyepesi uvae, uweze kuvaa maguo mazito kwa sababu ya joto. Sasa wewe tasawwar siku ya kiyama Allah Subhanahu wa Ta'ala tadnu shams, anashusha jua umbali wa maili moja, na watu wako uchi, wanatokwa na majasho kulingamana na amali zao. Sasa hii mashhad ambaye ni adhim, mashhad ambaye mukhif, inatisha. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna watu atawanusuru siku hiyo, atawaepusha na adhab ya jua kali, atawajalia dhil, kivuli. Jaa fi sahihaini, imekuja katika sahihaini hadithi ya Bukhari na Muslim, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Watu aina saba Allah Subhanahu wa Ta'ala atawapatia kivuli siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kile kivuli ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala atawajaalia hawa watu siku hiyo. Akatema Mtume sallam, al-imamu al-adil, mtu wa kwanza ni imamu mwadilifu. Kisha pili akasema, wa rajulani tahaba fillah ijtama alayhi wa tafarraqu alayhi, na watu wawili walipendana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema, wa shabun nasha fi ibadati Allah, na mtu wa tatu ni kijana aliyeleleka katika taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nne akasema, wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, mtu wa nne ni ambaye moyo wake, maroho yake imetundikwa katika misikiti. Wa tano akasema Mtume sallam, huwa mahalu shahid, akasema, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu, na mtu wa tano atakayepata kivuli ni mtu aliyetoa sadaqa kwa mkono wake wa kulia, mkono wake wa kushoto kuona, bimaana sadaqatu sirr, alitoa sadaqa ile iko karibu yake au pembeni wake, hakuona ametoa nini. Huyo mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampatia kivuli. Kisha Mtume akasema, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah, wa akhiran akasema, wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat ayna, na mtu wa saba ni mtu ambaye alimkumbuka Mwenyezi Mungu mpaka machozi yakamtoka min khashyati Allah, kwa kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika hizi saba asnaf, moja ni mtu ambaye ametoa sadaqa, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, na mmoja wao aliyetoa sadaqa Allah Subhanahu wa Ta'ala anampatia kivuli siku hiyo.
Allahu akbar. Kisha anasema katika hadithi nyingine, al-abd yakun tahta sadaqatihi يوم القيامة حتى يقضى بين الناس, na mtu atakuwa chini ya kivuli ya sadaka yake mpaka watu watakapomaliza kuhesabiwa. Watu wanakimbia kwenye jua, hesabu inaendelea, yeye amezungukwa, amefunikwa na kivuli ya sadaka yake, yuko katika amani, la khawf wala hum yahzanun, kwa sababu ya sadaka. Ndugu zangu katika imani, sadaka, angalia fadhaili yake. Siku Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, siku ambayo hakutomsaidia mtu mali yake wala watoto wake. Allahu akbar. Mali yako ambayo umeikusanya min alhalali wal haram wa iyadhu billah, sulta na jaha na umaarufu, yawma alqiyama la yanfa shay. Wala watoto wako ambaye ni madaktari, mawakili, maraisi, viongozi, hawatakusaidia. Illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule atakayekuja na moyo umesalimika, moyo msafi, moyo ambao ulikuwa ukihurumia wenzao, ukitoa sadaka, ukijikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, sadaka, ndugu zangu, inakukinga na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi siku hii mashhad yake inatisha. Siku ya kiyama ni siku ya kutisha. La mal wala aulad wala sulta wala jaha, hakuna dolarat, pesa, wala ufalme wala kabila yako wala chochote, isipokuwa amali yako. Na moja katika amali ambazo zitamsaidia mja siku ya kiyama ni yule mtu ambaye alikuwa akitoa sadaka. Tasaddaq, toa. Wallahi ndugu zangu katika imani, msikiti huu wetu Mungu auzidishe na ubariki, umekuja na fikra nzuri sana. Leo ukimpatia mtu shilingi 50 haiwezi kubadilisha maisha yake. Hata mtoto wako mdogo ukimpatia shilingi 50, wakati mwingine anakataa, anasema baba ni kidogo, ongeza, leta 100. Shilingi 50 haina thamani. Lakini shilingi 50 msikiti huu imeipatia thamani adhim, thamani ambaye ni katika sadaqatul jariyah. Msikiti huu wanafanya mchango wa kuongeza msikiti, na naomba Allah subhanahu wa ta'ala wasailishie katika jambo la khairi. Wakaja na fikra ya kwamba mtu ananunua tofali au brick, tofali au bricks. Unajua bricks za kujenga nyumba, tofali moja inamcost Muislamu shilingi 50. Shilingi 50 ambayo wewe huwezi hata kununua paketi ya njugu leo. Paketi ya njugu zingine shilingi 100, lakini shilingi 50 hii inaweza kununua tofali ambayo inaweza kubandikwa katika msikiti huu. Hiyo tofali ikakaa miaka 100 baada ya kufa. Walioanzisha msikiti huu wengi wao wamekufa. Wallahi, Mungu awarehemu, Mungu awajalie katika mizani hasanati yao. Wallahi nawajua mimi wazee walianzisha msikiti huu tangu kule mpaka hapa. Hawa wazee wameondoka duniani, lakini sadaqatul jariyah waliotendea inaendelea ila qiyamis saa. Hasa msikiti huu amekuja na fikra nzuri, fikra ya kununua tofali moja. Unanunua tofali ya shilingi 50, ile tofali inawekwa katika msikiti, itakaa miaka 100. Wewe utaishi, utakufa, utaingia kaburini, miaka 100 inaenda. Kila siku, kila leo msikiti huu watu wanakuja kuswali, adhana, durus, misaada, khairi nyingi inafanyika. Allah subhanahu wa ta'ala anakuwekea nasib, anakuwekea thawabu mpaka siku ya kiyama. Shilingi 50 tu. Ndio pale Mtume akasema, fattaqun nar walau bishiqqi tamra, ogopeni adhabu ya Allah, ogopeni moto Allah subhanahu wa ta'ala, japokuwa kutoa kipande cha tende. Shilingi 50 ndugu zangu. Yule mtu ambaye alinunua wakati hiyo tofali moja, brick moja, labda ilikuwa shilingi 20 na ameshakufa, tofali yake mpaka leo ndani ya msikiti. Kuna wazee wamejenga msikiti wameshabariki, na thawabu inaendelea, sadaqatul jariyah. Si mpaka wewe una uwezo wa kununua msikiti mzima, watu wengi hatuwezi, lakini tunaweza kuchangia sadaka zetu, kusaidia yatima, kulisha maskini, kujenga msikiti. Yenda ikawa sadaka yako hii ikawa ni sababu ya wewe kupata kivuli siku ya kiyama, au ikawa ni sababu ya wewe kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, tujitahidi sana kutoa sadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametujalia katika mazungumzo yake mengi ambaye yana fadhail ya sadaka.
Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu kukosea. Sisi tumeumbwa kukosea. Hakuna mwanadamu asiyekosea. Tunafanya madhambi usiku na mchana. Asubuhi tunasengenya kwenye simu, tunasema uongo, tunaapa uongo, tunaangalia machafu, tunasikiliza machafu, tunafanya makosa mengi kila wakati. Ukihesabu madhambi yako ya usubuhi yale unayojua mpaka sasa hivi utashtuka wewe. Madhambi mengi. Na kama ilivyokuwa sunna ya mwanadamu kwa hivyo, Mtume SAW anasema kullu bani adam khata, wanadamu wote ni wakosaji, wa khairul khata'ina at-tawwabun, na bora wakosaji ni wale wenye kutubia. Sasa kutubia ni katika sababu moja kusamehewa madhambi yako na kufutiwa madhambi. Sababu nyingine ya kufutiwa madhambi na kuzuia hasira za Allah subhanahu wa ta'ala kusamehe wewe ni kutoa sadaka. Imekuja katika hadithi sahihi, Mtume sallallahu anasema, Mtume sallallahu anasema kuhusiana sadaka, anasema as-sadaqatu sirr tudfi ghadab rabbi, sadaka ya siri inazuia na inazima hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Umekosea wewe, tubu ila Allah, tubia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, leta istighfar. Baada ya hapo toa sadaka. Toa sadaka, mwambie ya Rabb, nimesengenya leo, nimeangalia, nimesikia mziki au nimefanya maasi, natubia kwako ya Rabb, na hii sadaka ni kafara ya madhambi yangu, usiniadhibu ya Rabb. Izuie hasira yako kwa kutoa sadaka, hata kama ni shilingi 10, hata kama ni chupa ya maji, ai shay, hata kama ni shiqi tamra, kipande cha tende. Na leo tunafanya maasi na madhambi usiku na mchana. Ina maana sisi ni lazima ama ni wajibu kwetu sisi, tukitaka Mwenyezi Mungu atusamehe, tuwe wenye kutoa sadaka kila siku. Toa sadaka. Hauwezi kutoa sadaka, huna uwezo wa pesa, basi walau bikalimatin tayyiba, maneno mazuri ni sadaka. Atabassum ni sadaka, kuongea maneno mazuri ni sadaka. Kutabassum kwa ndugu yako Muislamu ni sadaka. Hii yote inazuia ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, fadhail za sadaka ukiangalia katika ahadith za Bwana Mtume sallam zimefungamana na kumwokoa huyu mwanadamu ambaye Mwenyezi Mungu amemruzuku ile mali, na Mwenyezi Mungu huyu anamwambia ile mali niliyokuruzuku uitoe na mimi nitakuzidishia kama itakavyokuja kwa mbele. Kwa ndugu zangu katika imani, sadaka ndugu zangu inaondoa balaa katika majumba yetu. Sadaka inazuia dhiki na hofu na faza. Sadaka inazuia shari ambaye ingekuambata wewe, ingekushika wewe, angeangukia nyumba yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, na hii hadithi ni umuman, anasema al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sana'u al-ma'ruf taqi masari'u as-su'. Mtu kufanya wema, na wema mojawapo ni kutoa sadaka. Taqi masari'u as-su', inazuia balaa, inazuia shari, inazuia hasad, inazuia kila shari ambayo ingemwambata Muislamu. Anapotoa sadaka inakuwa ni wiqaya, ile sadaka inazuia. Wallahi inazuia. Enda ilikuwa ikupate balaa fulani, lakini kwa sababu umetoa sadaka Mwenyezi Mungu akakuondolea ile. Yenda ilikuwa mtoto wako apate maradhi au agongwe na gari au nyumba iungue au balaa aina yote, lakini kwa sababu ya sadaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akazuia. Unakuta wewe mashallah unaishi maisha mazuri ya furaha, kumbe ni zile shilingi 10, shilingi 5 ambazo unatoa sadaka kwa maskini inakuzuia wewe na balaa. Ndugu zangu katika imani, na wengi wema ambao walifanya masala haya ya kutoa sadaka, qasas ni nyingi sana ambazo zimeweza kuonesha vipi ambaye ni mujarrab jambo la kutoa sadaka inavyomzuia mtu na balaa. Lakini sisi ndugu zangu, sheitan ndo amekuwa qarin wetu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ash-shaytan ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha. Shaitani anawatisheni nyinyi na umaskini,
anakuvalisha nini vazi la ubakhili. Ukitaka kutoa anakuambia akhi bana, huyu jamaa wewe mwenyewe una shida zako bana, usimpe bana, wewe una mambo mengi. Haujui kwamba ile sadaka unaitoa wewe inazidisha baraka kwenye mali yako, na utakwenda kuikuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala adhaafan kathira. Shaitani anasema Allah yaidukum alfaqr, anawatisha nini umaskini, wa ya'murukum bilfahsha. Zile pesa ambazo shaitani amekuzuia usitoe ndio anakuambia uzitumie katika fahsha. Sasa ukanunue zina, ukanunue miraa, ukanunue mgoka, lakini kumpatia maskini shaitani anakuambia usimpatie, lakini kununua anasa hakukatazi. Ndio maana hii aya yaidukum alfaqr wa ya'murukum bilfahsha. Na ndio maana unaona leo hali zetu sisi hatukinai, tunakimbizana na dunia, mali yetu haina baraka kwa sababu hatutoi. Nyumba mitihani kila wakati, hakuna maelewano, hakuna masikizano, hakuna baraka kwa sababu hatutoi sadaka. Sisi hatulishi maskini, hatuangalii waliokuwa wanahitaji, hatutoi sadaka kuokoa nafsi zetu, hatuweki katika rasid account ya akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baqin, vyote mlivyokuwa navyo nyinyi duniani vitakwisha, lakini vile ambavyo mmevitanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala wallahi mtakwenda kuvikuta tena adhaafan kathira. Hakuna mtu aliyetoa sadaka kaangamia, wallahi hakuna. Yule anatoa lillahi wa fillah, wallahi Mwenyezi Mungu yukhlifu, anamjaalia bora zaidi hiyo. wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wallahu khairur raziqin. Ikiwa nyinyi mkiwa mnatoa, Mwenyezi Mungu anawabadilishia na anawazidishia, afwan, na yeye ni mbora wa kuruzuku. Allah ndiye amekuruzuku imani, na yeye anakuambia utoe, na yeye anakuambia atakuzidishia. Bado unashaka na hiyo? Ni nani ambaye anapata mali kwa akili yake kama si Allah subhanahu wa ta'ala kuruzuku wewe? Yeye Ar-Razzaq anakuambia toa na mimi nitakurudishia zaidi ulivyotoa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tunapokuwa sisi tunapotoa sadaka na kufanya maruf, taqi masari usu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuepusha na balaa. Jambo lingine ndugu zangu katika imani ni kwamba tupate kujua mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba katika shida. Allah anasema walaqad khalaqnal insana fi kabad, tumemuumba mwanadamu katika shida, katika ibtila. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanahum la yuftanun. Kila wakati Mwenyezi Mungu anatugia katika mtihani, na moja katika mitihani ya kumpandisha mwanadamu daraja na kumsamea madhambi yake ni maradhi. Mtu kwa mgonjwa, ukiwa mgonjwa wewe ndugu zangu katika imani, wallahi watu wangelijua fadhaili ya kuwa mgonjwa, basi hakuna mtu anapokuwa mgonjwa basi ila angemshukuru Mwenyezi Mungu. Maradhi haya ni khairi kwa mwanadamu, hatuombi maradhi, lakini maradhi yakikupata jua ni khairi, Mungu amekutakia, anakufutia madhambi, dua yako inakuwa mustajab, unapandishwa daraja na fadhaili nyingi sana. Hasa maradhi ndugu zangu, kwa sababu ni jambo, ni sunan kaunia, ni sunna ambayo inampata kila mtu. Moja katika tiba ya maradhi ndugu zangu ni kutoa sadaka. Maradhi yakikupata unakuwa mgonjwa, toa sadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema dau mardhakum bisadaqa, tibuni maradhi yenu kwa kutoa sadaka. Wewe unakuwa mgonjwa kila mara, toa sadaka. Mke wako mgonjwa, toa sadaka. Baba yako, watoto wako, yoyote yule ambaye katika familia yako anakuwa mgonjwa, mtolee sadaka. Baada ya kumpeleka hospitali uone ajaibu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wallahi mifano ni nyingi sana, lakini kuna mfano mara nyingi tunapenda kuizungumzia kisa maarufu, lakini ina ibra ndani yake. Katika nchi ya Misri kulikuwa na shekhe mmoja duat, katika maduat ambaye ni maarufu. Huyu dai anatoa kisa ya rafiki yake ambaye ni mwalimu katika Azhar Sharif, jamia ya Azhar Sharif ambaye ndio university ya kwanza katika ulimwengu, first university in the world. Hawa majamaa wa Uislamu wameiga sisi, university ya kwanza ni Azhar Sharif. Anasema huyu mwalimu alikuwa ni mwalimu mkubwa, alikuwa ni daktari wa dini. Alipata maradhi ya qalb, maradhi ya moyo,
moyo wake ulikuwa hausukumi damu vizuri, bimaana kuna viziwizi, kuna zile blockage katika zile mishipa, zile arteries, inakuwa yeye moyo wake haupump damu inavyotakana. Akaenda katika nchi ya Uingereza, UK, kwenda kutibiwa. Alipofika kule, daktari akamwambia kwamba wewe hauwezi ukapona maradhi haya mpaka ufanyiwe upasuaji, operation. Daktari akamwambia operation hii ni operation ambayo ni lazima, ya dharura, na inatakana kufanywa haraka. Yule mwalimu wa Azharu Sharif akamwambia daktari, wacha nirudi nyumbani nikajipange pesa na nikaage na watu wangu, manake operation hii ni baina alhaya wal maut. Operation ya kufunguliwa moyo, kifua inafunguliwa, mtu anaangalia moyo wako inavyodunda. Ndugu zangu, unaweza usirudi duniani. Akaenda zake Misri kwenda kufanya mpango wa kurudi. Alipofika Misri, akaenda kwa rafiki yake mmoja, ana maktaba na ofisi, kwenda kumtembelea na kumpatia habari za maradhi yake. Walipokuwa wanazungumza, akiangalia nje ya dirisha ya ofisi yule ya rafiki yake, akawa anamuona mwanamke ajuza, mama mzee, anaokota kwenye jala takataka, kwenye matakataka anaokota mifupa ya mbuzi, mifupa ya ng'ombe, imetupwa na wale watu wenye wale wenye mabuchari wale. Akawa anachukua zile mifupa na kwenye mfuko. Yule mzee akaathirika sana. Alipomwona hivyo, akamfuata yule mwanamke kumwambia, mama yangu, kwa nini unaokota mifupa hii? Haujui thamani ya afya? Mimi mwenyewe mgonjwa, natamani kuwa na afya nzuri, nachunga afya yangu, wewe unakwenda kuharibu afya yako na kula takataka kama hii. Yule mwanamke ajuza akamwambia huyu sheikh ambaye ni mwalimu wa Azhar, ambaye ni mgonjwa, akamwambia, mimi na watoto 7 ambaye ni mayatima, wajukuu zangu, wana miaka 2 hawajakula nyama. Kwa hiyo mifupa mimi nachukua na kwenda kuichemsha mifupa, wasikie harufu ya nyama, angalau wasikie harufu wale chakula na supu ya nyama. Yule mzee akaathirika sana mpaka machozi akamtoka. Akamwambia mwanamke, kiasi gani na kutosha ya nyama? Ile mwanamke anaona haya, akamwambia, bana, nusu kilo watu 7 haiwezi kutosha. Akamwambia, hapana, nusu kilo haiwezi kutosha, mimi ndakulipia 2.5 kilo kwa muda wa miaka 2 ijayo, na pesa yangu nalipa kwa ubucha mukaddim. Kamlipa ile pesa in advance. Yule mama akafurahi sana, akaanguka akasujudu, akawa anamwombea dua kwa lafzi ya Kimasri, ambaye Mwenyezi Mungu akunusuru, Mwenyezi Mungu akaomba dua huko, analia yule mama kwa furaha ya nyama ile. Kisha yule mama baadaye akaenda zake, akaanza kuchukua nyama. Baada ya muda yule sheikh akarudi zake Uingereza kwenda kurudia matibabu. Aliporudi Uingereza, daktari akampima, akaangalia kama wewe ni fulani kweli, kama ndio mimi. Akamwona sioni athari ya ile viziwizi, ile blockage kwenye moyo wako. Ni dawa gani ulitumia uliporudi Misri? Akamwambia, hakuna dawa nimetumia mimi, nimeenda vile vile, nimerudi unifanyia operation. Akamwambia, la, moyo wako unadunda vizuri, mishipa yako iko sawa, pressure yako iko sawa, oxygen kwenye mwili wako iko sawa, wewe ni mzima kama kigongo, hauna haja kufanya operation. Ile mzee akaanza kulia. Alikuwa na msichana wake mkubwa ambaye alisafiri naye kwenda naye kufanya matibabu, na alikuwa anajua kile kisa cha yule mama. Akamwambia, baba, hakuna aliyekutibu wewe zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sadaka aliyekutolea ulimtolea yule mama, na ile dua aliyokuombea, dau mardhakum bisadaqa, tibuni maradhi yenu kwa kutoa sadaka. Kuwa mwingi wa kutoa sadaka, na unavotoa, wallahi ndugu zangu, utaona baraka katika maisha yako, wallahi utaona, na ni jambo mujarrab. Utaona Mwenyezi Mungu anakuepusha na mengi tu, afya inakuwa nzuri, maisha yanakuwa mazuri, saada kwenye moyo wako. Unajua ndugu zangu, unapotoa sadaka, kabla yule maskini kufaidika ile pesa yako, wewe ushafaidika. wama tuqaddimu li anfusikum min shay tajiduhu inda Allah. Wewe ukitoa tu tajiduhu, ishakwenda kwa Allah. Nikitoa sadaka sasa hivi nikampatia maskini ile maji, kabla chupa ya maji maskini kunywa, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ishaandikwa. Nani anastafidi kwanza, maskini au mimi? Mimi, bila shaka. Kwa hiyo unapotoa sadaka, sadaka yako inakuwa inakufaa wewe kabla ya kumfaa maskini. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala
amewasifu hawa watu wenye kutoa sadaka, akasema wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran inma nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Wenye kulisha maskini na mayatima na wafungwa. Unapokwenda jela, wallahi tumekwenda jela Sheikh Said mara ngapi, mara kadha, tumeona watu hali zao, hakuna kitu kama huria. Hana uhuru wa kukula chakula yote. Wao kitamani leo kula chakula fulani, ukienda utapata kama una pesa. Ukiwa jela hata kama una pesa huwezi kula, kwa sababu huria umefungiwa, njaa, dhiki. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawataja hawa mayatima, mafukara na asiri waliofungwa, wafungwa. Utajua neema ya uhuria, utajua neema ya khairi. Chakula unakula chakula kimoja kila siku, mwaka nenda mwaka rudi, chakula ni hicho hicho. Lakini wewe unapokuwa nje unachagua chakula. Kwa hiyo wale ni aula zaidi sisi kuwapelekea sadaka zetu. Chagua siku moja unakwenda jela, mnakusanyana group ya vijana, nakwenda kule jela, wanakubali. Sema tutaletea sabuni ya kuoga, tunaletea chakula, tunaletea chupa za maji safi. Wanafurahi sana wale watu. Kuna watu wamefungwa maisha. Kuna watu wamefungwa kutoka 1979. Kuna mtu yuko jela tangu 79. Wengine wamefungwa 73. Wameshazeeka kule ndani, wameshafika miaka 80 wako jela. Hawajui nje na kaa vipi. Hajui familia. Anakuambia hata nikitoka jela leo hapa, nitakwenda wapi? Sina familia. Familia yangu ni jela hapa ndani. Anapata maji, anapata kama ni soda, kama ni chakula. Wallahi hakuna sadaka kama hiyo. Na sadaka, afdalu sadaka siqa alma, ni mtu kumnyisha maji. Hii maji ndugu zangu, hapa tu katika miji tunajua maji unanunua tu, hatujui thamani yake. Nenda badia, sehemu mtu anatembea kilomita 30 au 20 kutafuta drum moja, ile dumu ya maji 20 liters. Thamani ya maji unaiona hii. Maji hii ambayo wanakuambia wale mabedui wanaposafiri, wanafika mahali unakuta kuna dimbwi la maji, kuna chura pembeni na kuna maji hapo. Mtu anamsukuma chura, anakunywa, wanashindana chura kwenye maji. Hii maji unaiona hapa, tunaichezea, tunaimwaga kila siku. Natawadha hapa, unafungua mfereji, unazungumza na watu, maji inatiririka tu. Kuna watu wanatamani hiyo drop ya maji yaweze kuokoa maisha yake. Kwa ndugu zangu katika imani, kufanya wema na kutoa sadaka kunazuia balaa, na vile vile inamzuia mtu na maradhi, au inamponya mtu maradhi yake. Kwa ndugu zangu katika imani, tujitahidi sana kutoa sadaka ili tuweze kuokoa nafsi zetu na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalutaja kuondolea balaa katika ulimwengu huu na kutibu maradhi yetu, na vile vile kuepuka na moto wa jahannam, kama alivyotuambia Bwana Mtume sallam, fattaqun nar walau bishiqqi tamra. Ndugu zangu katika imani, katika jambo lingine ambalo lina baraka, inazidisha katika ibada hii ya sadaka, ni kwamba mali yako unapotoa wewe sadaka yazid, Mwenyezi Mungu anakuzidishia, na hii ni ahadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Aya nimewasomea. Na mnapotoa chochote kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anawazidishia, na hakika Mwenyezi Mungu ni mbora wenye kuruzuku. Hii ni aya ya Qur'an. Pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma naqasa sadaqa min mali, mali inayotolewa sadaka haipungui bali inazidi. Wallahi inazidi. Kuna kisa kimoja basiti yani, na ni kisa ambayo mmoja katika mashekhe wetu amekishuhudia katika mji wa Makka. Anasema shekhe alikuwa anakwenda kufanya umra, na miaka ya nyuma Makka ilikuwa sio kubwa hivyo, lakini zahma kama kawaida, kuna traffic jam, magari yote yanashuka haram, na yeye alikuwa anatembea kwa mguu. Anasema katika yale magari ambayo yalikuwa katika zahma, kuna gari ya kifahari, gari ya kitajiri, na kuna baadhi ya masakini walikuwa wanakimbia kwenda kugonga ile gari, wanaomba msaada, wanaomba. Mmoja katika maskini akagonga dirisha ya ule mwenye gari, ile mwenye gari akafungua dirisha, akamsukuma, akamfukuza.
Sasa alipomsukuma, kuna kijana, hawa vijana zamani Maka, ukienda pale katika ile ardhi ya nje ya msikiti, utakuta watu wanarushia wale njiwa, wale doves, wale ndege, wanawarushia zile nafaka, kama ni mchele au ni mtama, sadaka wanawapatia wale. Unanunua kwa wale vijana, unawalisha wale ndege. Hasa yule kijana ambaye anafanyia kazi ni maskini, alipomwona maskini mwenzake amesukumwa na yule tajiri, ikamuuma sana, akasikia vibaya. Akamwita yule maskini aliyesukumwa, akamfuata pale, akampatia riali 10, 10 riali. 10 riali haifiki hata labda 200 300 ya Kenya, akampatia. Sasa yule tajiri ambaye alimsukuma maskini, anaona yule maskini mwingine anamsaidia maskini mwenzake, anamuona kwenye side mirror ya gari. Alipoona kitendo kikamwathiri sana, akaona guilty, akaona haya, huyu maskini anamsaidia maskini mwenzake na mimi na pesa. Akashuka kwenye gari, akishuka kumfuata yule maskini alipoa riali 10, ashakimbia shanda zake. Akampata yule kijana ambaye anamwagia zile ndege mchele, chakula. Akamwita yule kijana, akatoa riali 1000, akampatia, akamshika hii. Subhanallah. Ule akatoa riali 10, Mwenyezi Mungu amempatia 1000 riali. Wallahi Mwenyezi Mungu maneno yake yuko pale pale. Allah subhanahu wa ta'ala yudhaifu liman yasha, Mwenyezi Mungu anamuongezea anamtaka adhaafan kathira ila 700 dhif, zaidi ya mara 700 na zaidi ya hiyo. Inategemea na nia yako na ikhlas yako. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni mujarrab, ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuonesha wazi na kusadikisha maneno yake kwa yule ambaye mwenye kutoa, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamzidishia katika mali yake. Mwisho kabisa, ndugu zangu katika imani, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia kwa yule mwenye kutoa sadaka, Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia malaika wanamuombea dua khas yule ambaye anatoa sadaka. Na malaika dua zao ni mustajab. Malaika la ya'sun Allah, hawamuasi Mwenyezi Mungu, ni tahir. Hawa ni viumbe ambaye wametahirika na dua yao ni mustajab. Anasema Mtume sallam, ma min yawmin yusbihu al-abd, hakuna siku mja ambaye anapambunikiwa asubuhi, illa fihi malakan, isipokuwa Mwenyezi Mungu anateremsha malaika wawili, yanzilan fayaqul, kisha wanasema ahaduhuma, mmoja wao, Allahumma a'ti munfikan khalafa, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mbariki yule mwenye kutoa sadaka, mzidishie mali yake, mbarikie mali yake, mbarikie familia yake. Wayaqulu al-akhar, kisha anasema mwingine, Allahumma a'ti mumsikan talafa, na Mwenyezi Mungu anajaalia malaika wa pili, anaomba anambia, Rabb, ondoa baraka kwa yule mwenye kuzuia mali yake, yule bakhili, mzidishie ufakiri, pamoja na kwamba ana mali lakini maskini. Kuna watu wana mali lakini unaona wana dhiki siku zote, kila ukutana naye analia shida tu, kazi hakuna, biashara mbaya, sina kitu, hali ngumu. Wallahi kuna wazee mimi nawajua mpaka wanakufa wanalia shida tu, na Mwenyezi Mungu amewaneemesha, wana majumba, wana mali, wana watoto wenye afya, wana wajukuu, lakini shida tu, kuna kitu, hali mbaya, hali ngumu, kazi hivi, mpaka naingia kaburini, hana raha. Hawa ni watu malaika shaomba dua, Mwenyezi Mungu aondoa baraka katika maisha yao. Lakini wale ambao Mwenyezi Mungu malaika wanaitoa sadaka, Allah anatia surur, anatia furaha katika maisha yao. Mtu anapotoa sadaka anasikia raha, Allah anatia surur na anakuongezea, na hii ambayo unaitoa wewe utakwenda kuikuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukitaka baraka ya malaika wa kuombea dua malaika ambaye dua ni mustajab, kuwa ni mwingi wa kutoa sadaka. Ndugu katika imani, fursa zipo nyingi sana za watu kutoa sadaka, na mfano mzuri nimewapatia ni msikiti wetu huu. Wana barnamiji ya mtu kununua tofali moja, brick moja shilingi 50, ukinunua 2 shilingi 100, ukinunua 1000 una bricks ngapi? 1000 ni ngapi jamani? Ikiwa brick moja shilingi 50, 1000 ni bricks ngapi? 20 haijaziba ukuta mmoja.
Wewe tasawur ukuta huu ni wako umejenga kuanzia pale mpaka pale kwa shilingi 1000 2000, na ukuta huu utakaa mpaka siku ya kiyama. Thawabu yako inaendelea. Wewe umekaa duniani unapata thawabu, ukifariki vile vile thawabu yako inaendelea kwa sababu ya shilingi 2000. Walillahi alhamdu, kuna watu wanatoa usiku na mchana. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala abariki maisha yao, awazidishie mali yao. Kwa ndugu katika imani, hii ilikuwa ni tambihi ya kukumbushia tu baadhi ya fadhila na athari ya sadaka katika nafsi zetu, na yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuandalia siku ya Kiyama, siku ambayo ni ya majuto, siku ya hisab, siku ambayo Mwenyezi Mungu anakuwa ameghadhibika, siku ya mambo mengi ya faza. Allah Subhanahu wa Ta'ala akajalia wale wenye kutoa sadaka kwamba watakuwa katika wale aminin ambao watakayepata amani siku hiyo. Kwa katika imani, nafikiri tafikia mwisho wa muhadhara hapo.